Mimi niwaambie tu viongozi wa dini wanaotetea haki za binadamu wajifunze kwa Yesu. Yesu alitutetea mpaka kufa. Yesu hakuwa na dhambi. Yesu hakuiba. Yesu alitetea. Na watu wanafikiri Yesu alikuja tu kuambia watu waende mbinguni. Kwani alivyomuokoa yule kahaba aliyetaka kupigwa mawe ilikuwa ni right judicial. Yaani yule kahaba Yesu alivyomtetea ndio kama ile iliyotokea kwa Gwajima. Ndio maana Yesu aliuliza asiyetenda dhambi awe wa kwanza kupiga jiwe. Alikuwepo aliyepiga jiwe? Hamna. Yesu alikuwa mtu wa watu. Alifika sehemu akawauliza wanafunzi wake, mna nini? Mikate miwili, samaki wawili na mikate mitano. Watu wana njaa wale. Kwa hiyo Yesu alikuwa anashughulika na miili na maisha yetu. Dhehebu lolote ambalo alishughuliki na miili na maisha ya watu ni kusanyiko la matapeli na alimjui Yesu. Kwa hiyo mimi ninachoamini kwamba viongozi wa dini kwa Wakristo lazima wapende watu. Lakini naamini vile vile hata kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sijasoma sana Qur'an, lakini nimesoma shule za Kiislamu vile. Naelewa misingi yao katika kuhubiri haki. Kwa hiyo hakuna kiongozi wa dini au wa kiroho anayetakiwa kuionea haya haki. Kwa Wakristo Paulo alisema sionei haya Injili, kwa maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Kwa hiyo Injili ni package, full package, yani imekamilika. Injili na unapata ule ukombozi ni wa kifikra, wa kimaendeleo, wa kiuchumi. It's a full package. Kwa hiyo kikubwa kwa viongozi wa dini wasionee haya kuhubiri kweli ya Mungu, kwa sababu ndio wajibu wao wa msingi wa kuwepo. Mungu hujidhihirisha katika haki na si vinginevyo. Mungu wetu ni mwenye haki.